Haiwezekani mimi kumiliki labda gari. Haiwezekani mimi kumiliki milioni za pesa. Haiwezekani kujenga nyumba nzuri. Haiwezekani. Kuna watu maisha yao wamejishusha wenyewe. Sasa unaposema uwezi, inakuwa hivyo. Lakini ukisema mimi ni mtu mkubwa, inakuwa hivyo. Mimi nimeshinda, inakuwa hivyo. Nashinda bila shaka, tutashinda bila shaka. Unaona, Caleb wao walisema Mungu yuko pande wetu, tutashinda. Tunaamini Mungu atatusaidia. Mungu aliyetushindania tutashinda. Kwa tutashinda majitu yaliyozuia uchumi, yaliyozuia mafanikio, tutashinda. Elewa, katika dunia, elewa kwamba kuna vitu vinavyozuia mema, mafanikio, vinavyozuia usifurahi. Kuna watu wana raha, sio kawaida. Kukosa raha sio kawaida. Mungu ni raha. Kuna mtu mmoja nimwambia maisha ni matamu, akasema hapana, usemi maisha ni matamu. Maisha ni matamu ndani ya Yesu. Haleluya. Maisha ni matamu. Ndani ya Yesu kuna utamu. Ndani ya Yesu kuna raha. Hasa kama Yesu alisema nitakupa raha, kwa nini tuseme kwamba hatuna raha? Sasa kuna watu duniani hawana raha. Sasa kuna adui anayezuia raha. Kuna watu adui anayezuia mema. Yaani uone tu kwamba umechoka, uone kwamba umekata tamaa, uone kwamba kila kitu ni kigumu, uone kwamba kila kitu hakiendi. Na unapokuwa mtu wa namna hii, unajiloga mwenyewe. Sema naweza kushinda bila shaka. Nashinda bila shaka. Ninashinda bila shaka. Bila shaka, sina shaka, ninashinda. Namshinda shetani, nashinda dhambi, nashinda mapepo, nashinda majini, nashinda. Tunashinda. Elewa. Shaka, mashaka ni shetani. Kuna watu wana mashaka juu ya wokovu wao. Na hawezi kumwona Mungu. Wana mashaka kama watafanikiwaje. Wana mashaka. Mtabarikiwaje? Wana mashaka. Watu wana mashaka. Mtu mwenye mashaka, Biblia inasema hatapokea kitu. Yakobo sura ya 1 mstari wa 5 na wa 6, lakini mtu wa kwenu amepungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu, awapaye watu wote kwa ukarimu, wala hakemei, na yatapewa. Ila na aombe kwa imani, pasipo shaka yoyote. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari, lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huko na huko. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Hekima ni roho ya maarifa, roho ya ufahamu, kujua ni dhambi na achana nayo. Hili ni jema nafuata. Leo watu wajue dhambi ni nini, wanaishi kwenye madhambi tu. Kanisa kama hili kuna watu wanaishi kwenye dhambi, hawajali mambo ya Mungu, hawajali. Wapo watu. Haitakusaidia. Hawajali sheria za Mungu, hawajali maagizo ya Mungu, wapo tu. Dhambi zinahubiriwa kuanzia Januari mpaka Desemba, wako na dhambi zao. Wanena dhambi, uovu ni wabadiliki. Kwa sababu labda kanisa haijawaambia kwamba tunakuondoa au labda ondoka, wako pale na dhambi zao. Watu wenye mashaka kwamba siwezi mimi kushinda dhambi. Wenye mashaka kwamba Mungu hawezi kunisaidia. Watu hawana imani kwamba Mungu anaweza kuwasaidia wakimaanisha na yeye. Tunafikiri labda pengine tuzungumzia makazi ya dunia. Labda pengine kuna kazi yako na unatakiwa kumwabudu Mungu. Mtu anaona siwezi kuacha kazi. Kuna mtu mmoja akasema sasa mimi sikuwa na chochote. Sasa niende huko kanisani nitakula nini? Mtu kama huyo anaweza akaishi. Sivyo tu, Mungu ni wa huruma. Kwamba niende kanisani nitakula nini? Kwa hiyo anaamini kwamba Mungu hawezi kumpa chakula. Ana mashaka kwamba Mungu hawezi kumpa kitu. Ndio mashaka aliyokuwa taifa la Israeli. Kama Mungu atanisaidia, maana yake hana imani kwamba Mungu anaweza kumsaidia akifanya jambo la kimungu. Hayo ndio mashaka, mambo ya mashaka. Anasema mtu mwenye mashaka asidhani ya kwamba atapokea kitu kwa Bwana. Ndio maana Caleb akamwambia sisi hatuna mashaka. Tunaweza kushinda bila shaka.
Hakuna shaka yote, tunaweza kushinda. Tunashinda majitu, tunashinda dhambi, tunashinda majeshi ya pepo wabaya, tunashinda. Daudi alishinda Goliathi. Daudi alimshinda Goliathi. Hebu tuangalie Daudi alivyomshinda. Samueli wa kwanza sura ya 17. Aliyoyasema Daudi yalisikiwa. Yaliposikiwa, watu wakamweleza Sauli, naye akatuma mtu kwenda kumwita. Daudi akamwambia Sauli, asizimie mtu awaye yoyote kwa ajili ya huyu, maana mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Fikiria, anayezungumza hapa ni kijana mdogo tu, kijana mdogo, hata kwenye ujana hajafikia.